unapatana na majaribu, unakumbana na changamoto, haimaanishi ya kwamba Mungu amekuchukia, haimaanishi ya kwamba Mungu hakupendi, haimaanishi kwa sababu uko na mambo ambayo yamekusukuma ati ya kwamba Mungu hakupendi. Mungu anakupenda sana, lakini anakuimarisha. Maandiko inatuambia nini? Utakapoyashinda majaribu, atakuvalisha taji ya uzima, atakuvalisha kofia ya ufalme, kofia ya kiufalme, maana umeyashinda yale majaribu. Angalia vile inavyopendeza mwanadamu akiyavumilia majaribu na kuyashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia katika lile jaribu ambayo unalipitia, maana ni Mungu anafanya kazi ndani yako, anaendelea kukuimarisha. Wacha kusikia vile watu wanasema, wacha kusikia vile wanaongea, wacha kusikiliza vile wananena maneno ya kukuvunja moyo. Jua Mungu anafanya kazi ndani yako, anaendelea kukuimarisha, anaendelea kukutengeneza, anakutengenezea ushuhuda wa kesho. Bwana asifiwe. Lazima Mungu ajitafutie ushuhuda, na kujitafutia ushuhuda kwa Mungu sio rahisi. It is not easy. Mungu akishataka ushuhuda kwako, not easy. Atakupitishia jaribu ambalo linakufinya mpaka aache umetoa machozi. Wakati ambapo Mungu anataka kukuinua, lazima ameshe umetoa machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni njia moja ya kuelewa na Mungu. Elewa na Mungu wakati ambapo unapitia majaribu. Jua ni Mungu anataka umuelewe jinsi anavyofanya kazi. Wewe unataka Mungu akubariki leo, wewe unataka Mungu akuinue leo, wewe unataka kanisani uende ukabarikiwe, lakini the more labda ukienda kanisani ndio mambo ama changamoto zimekuwa mingi. Jua vile Mungu anataka kufanya kazi na watu wake. Ukishaelewa na vile Mungu anafanya kazi na ujue wakati wake ndio mwema, hamutasumbuana na mwanadamu, hamutasumbuana na mtu yeyote, hautasumbuana na yeyote yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Elewa, jua ya kwamba Mungu akisha anza kufanya kazi ndani yako, lazima majaribu utakumbana nayo, atakufinyilia. Utapatana na jaribu ambalo litakufinya utoe machozi. Mungu anataka haya machozi yatoke, ukalipe gharama. Elewa, Mungu anafanya kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia wakati Mungu alimtuma ule mtumishi wake Elijah aende kwa mwanamke mjane huko Sarepta. Alipofika huko alipata mwanamke akiokota tukuni ili wakule. Kale kauka kalikuwa kamebaki kadogo tu, kwa mkono mmoja, wakule na mwanao na wakufe. But when Elijah reached there, alienda akampata ule mwanamke akamwambia, naomba nisaidie na maji ya kunywa. Na kabla hajafika kwenda kumletea maji akamwambia, njoo kwanza, naomba unitengenezee mkate nile. Mama akimwambia sijui yo nini, kaunga ni kadogo tu, mafuta tukule. Akamwambia, nimekuambia enda unitengenezee mimi kwanza, alafu nije nikubariki.